Mimi ninaamini kwamba tendo la ndoa ni la watu wawili, mwanamke na mwanaume. Kwa lazima muandane. Is it true kwamba mkiandana kwa muda mrefu na mwanaume pia unachelewa kufika mshindo? Okay. Hapana. Mara nyingi hii hali huwa inatofautiana kati ya mwanaume na mwanaume. Kuna mwanaume mwingine ambaye akimwandaa mwanamke kwa muda mrefu huwa inapelekea anajikuta tu manii zile zimetoka. Yaani anajikuta mbegu zimetoka. Na mbegu zikisha toka automatically anakuwa hana uwezo wa kuendelea kushiriki tendo la ndoa. Kwa sababu huwa tunasema mwanaume akishatoa manii anatumia nguvu kubwa sana wakati anatoa manii. Kwa hiyo anajikuta amepoteza calories kadhaa au amepoteza energy kadhaa wakati anatoa zile manii. Ndio maana kuna baadhi ya wanaume wengine anapomwandaa mwanamke automatically huwa anajikuta ametoa manii nyingi sana. Sasa akishatoa zile manii hawezi kurudi tena raundi nyingine. Na kuna baadhi ya wanaume wengine pale ambapo anamwandaa mwanamke huwa wanawahi kutoa manii ambayo kitaalamu huwa inafahamika kama premature ejaculation. Premature ejaculation ni kutoa manii hata kabla hujashiriki tendo la ndoa. Sasa huu ni changamoto za udhaifu pia. Sawa. Lakini pia kwamba mwanaume anapomwandaa mwanamke anaweza akachelewa. Hapo huwa inategemeana na uwezo wa mwanamke kuhimili wakati wa tendo la ndoa. Kwa sababu kuna wengine akimwandaa mwanamke kwa kipindi kirefu huwa anajikuta maumbile yake yanalala. Hawezi tena kuperform tendo la ndoa. Kwa sababu kile kiwango cha damu ambacho kinaingia kwenye maumbile kinakuwa kikikaa kwa muda mrefu kinaanza kurudi. Kwa sababu ili maumbile ya mwanaume yaweze kusimama yanahitaji flow ya damu. Ile flow ya damu iende ikajae kwenye maumbile. Sasa ile flow ya damu ikishajaa maana yake ile sustain ya damu kubaki kwenye ule uume au kwenye zile tissue huwa inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo huwa inapelekea maumbile yanasinyaa na mwanaume mwingine kushindwa kuperform tendo la ndoa.